Haleluya. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Iblisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Haleluya. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ni nani? Ni Shetani. Mungu amenigusa kufundisha juu ya watu kazi kuu ya mapepo. Mapepo hufanya kazi chini ya utawala wa Shetani, yakipinga kazi ya Mungu na kuharibu maisha ya watu. Kwa maisha ya watu wengi yameharibiwa na mapepo. Mapepo yanakuwa wapi? Mapepo yanakuwa ndani ya mtu, yakimkonvinsi mtu kufanya kitu fulani, kwa sababu yenyewe ni roho, yanakuwa ndani ya mtu. Mapepo hudanganya watu kiroho. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya mashetani yanakuwa wapi? Kwa mapepo huchochea watu ndani ya watu kutoa mafundisho ya uongo. Ukiona watu wanatoa mafundisho ya uongo, ukiona imani fulani za uongo zinaibuka, jua ni mapepo ndani ya watu yanawasukuma watu ili katika siku ile yatupwe na wao watu ambao yanataka kuwaingiza katika hizo imani za uongo. Ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, mwende katika ziwa lile alilowekewa Ibilisi na malaika zake. Ibilisi na malaika wake. Kwa katika ulimwengu huu tumesoma hapo Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9 kwamba Ibilisi audanganyaye ulimwengu. Kwa anaudanganya ulimwengu kwa kuwadanganya watu kiroho, kuwatoa watu katika imani ya Kristo, kuwatoa watu, anafumba macho ya watu isiwazukie nuru ya Injili. Ni mapepo. Kwa kama mapepo hupinga kazi ya Mungu na kuharibu maisha ya watu, wako wapi watu walio chini ya utawala wa Mungu wanaosimama kupinga kazi za Ibilisi na kuinua maisha ya watu kiroho? Sikiliza hili andiko, tuone, tunajifunza kazi kuu ya mapepo. Sasa kulingana na andiko hili linavyosema kwamba, tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Kama kuna pepo wa udhaifu, tambua kuna pepo la ulevi, kuna pepo la ukahaba, kuna pepo la umaskini, kuna pepo la ukahaba, kuna pepo la kuharibu maisha ya watu, kuna pepo la kuharibu ndoa za watu, kuna pepo la migogoro katika familia. Unakuta mume na mke hawaelewani katika familia, kwa mtu tu anatuma pepo la uharibifu linakwenda kuataki ndoa hiyo. Sasa watu wanaanza kulaumiana wao kwa wao, kumbe kuna evil spirit ndani ya watu, ndani ya mume au mke, ambaye huyo pepo ndo anasababisha watu waachane. Kwa atakuwa anamsukuma mtu kuongea mambo mengine, yeye amlazimishi, ila anamconvince kuongea mambo ya uharibifu katika kinywa chake ili kuharibu tu ndoa. Tambua kazi ya mapepo. Kwa ndoa nyingi zimeatakiwa na mapepo, lakini wanandoa wengi wanabaki wakilaumiana wao. Lakini nakwambia, jua kazi ya mapepo. Mapepo yanaweza kuharibu ndoa yako, mapepo yanaweza kuharibu uchumba wako, mapepo yanaweza kuharibu mipango yako, mapepo yanaweza kuharibu watoto wako. Kwa kazi kuu yanayoifanya ni kuzuia kazi ya Mungu, ni kuwazuia watu wasipate wokovu. Ukisoma Ufunuo sura ya 12, ukisoma mstari wa 10 hapo, mapepo husababisha dhambi na tamaa mbaya, na wachochea watu kuingiza kabla alikulazimishi, lakini ndani yako linakustimulate kufanya dhambi. Ni mapepo. Waefeso sura ya 2 mstari wa 2, utaona hapo, roho atendaye kazi katika wana wa kuasi. Ni wapi hao? Mapepo hudanganya na kuharibu mahusiano. Yakobo sura ya 3 mstari wa 14 na 16. Kazi nyingine ya mapepo, yanamzuia mtu asimjue Mungu. Mapepo yanawazuia watu kusimama na Mungu. Mapepo yanawapinga watu kuabudu katika roho na kweli, lakini lazima yazimishwe kwa jina la Yesu. Utawala wa Shetani lazima uzimishwe. Nuru ya Injili iangaze kupitia jina la Yesu. Mapepo na kazi zake yaharibiwe. Kila kazi za Ibilisi zizimishwe kwa jina la Yesu.